Inauma lakini itazoea. Inauma lakini neno la siku ndani ya Nyota ya Baraka. Naam, karibu msikilizaji tena. Hii ni segment ya mwisho ama awamu ya mwisho, tunamalizia kwenye neno la siku. Ile tumekuandalia neno kemkem kabisa. Kweli kabisa. Kumbuka kama ilivyo ada yetu, tunapohitimu na kufika mwisho lazima tuhakikishe kwamba tumekupa neno la siku, neno ambalo linaweza kubadilisha mazungumzo yako. Naam. Na neno la siku msikilizaji inaitwa moshonodata. Naam, moshonodata. Je, msikilizaji, tukisema moshonodata inamaanisha nini? Naam. Moshonodata kwa kiupesi kwa mfano, tunaweza tukasema ni data bundles, ambayo tumezoea kuisema kwa kimombo. Wakati mwingi unapata kwamba unazungumza Kiswahili na unasema ni data ilikuwa imeniishia, ni bundles ilikuwa imeniishia. Lakini leo hii nataka tutoe wazo hilo, tutoe neno hilo katika midomo yetu kama wale waliobobea katika Kiswahili. Inamaanisha kwamba kuanzia leo hii unapaswa unajua kwamba neno moshonodata ni sawa na data bundles. Kwa hivyo kwa Kiswahili ambayo imeenda skuli au imeenda shule, unazungumza kama mtu ambaye amebobea katika Kiswahili, utakuwa unasema moshonodata. Moshonodata inamaanisha ni kifurushi cha interneti. Na hizo tunga tu sentensi kadhaa. Inasema nimeshiwa moshonodata, siwezi kufungua video tena. Kweli kabisa. Na msikilizaji, kama unavyosikia mfano huo, inatutolea tu maana kabisa kwamba kama vile unavyosema kwa lugha ya kawaida ni kwamba nimeishiwa data bundles. Lakini sasa hiyo neno data bundles nataka tuitoe katika kinywa chetu. Tunaweza tukatumia neno moshonodata. Na msikilizaji, mfano lingine ni kuwa leo Safaricom wana ofa ya moshonodata kwa bei nafuu. Naam, kama unavyosikia, maana inatiririka, maana inaingia kiundani. Ina maana gani? Kampuni ya Safaricom ambayo tunaitegemea sana katika kutusaidia katika mawasiliano, wana zile offers ambazo wao hutupa. Kwa hivyo kwa mfano kama mfano huu unavyosema, Safaricom leo hii wameamua kutupa moshonodata za kutazama filamu. Inamaanisha nini? Wameweza kutupa data bundles free internet. Naam, free internet ya kuweza kuchambua na kutazama filamu mbalimbali katika rununu zetu kwa mfano. Alafu msikilizaji, ya mwisho sasa nitaenda kwa hao watu wanapenda kusema news spot. Inasema tafadhali nikopeshe moshonodata kidogo nitume kazi. Haswa hii ni kwa wale wanagenzi katika vyuo vikuu pale. Wale watu wanapenda free hotspot na free wifi. Kuanzia leo tusisikie neno kama nisaidie sijui ni hotspot sijui nifanye nini. Tumia Kiswahili ambayo inafaa zaidi. Mimi mwenyewe ukikuja kuomba ni hotspot, kuja na Kiswahili, la sivyo hakuna, utapata usaidizi. Hata kama ni kazi unatuma utachoma zaidi. Na msikilizaji, hiyo ni msamiati au neno letu la siku. Tulikuwa tunapenda kukuelimisha naye ili weekend yako itakapoenda utakuwa unajua moshonodata ni nini. Na tumezungumza na mgeni wetu hii leo, ametufundisha sana na hata already tushamiss, ndio? Kweli kabisa. Yani amefanya nikahisi kwamba hii lugha yetu ya Kiswahili hii ni lugha ambayo tunafaa kuienzi kama alivyotuambia. Manake tunapoienzi lugha hii ya Kiswahili basi inamaanisha kwamba sisi wote hapa studioni na wewe ambaye unatusikiliza hapo tutaweza kubobea zaidi kama inavyostahili. Na msikilizaji, kufika hapo hatuna la ziada ndani ya lugha ya fasihi. Toka tulipoanza saa 2 asubuhi hadi sasa hivi ni dakika ngapi zimepaki? Dakika moja imepaki kutimia saa 6 mchana. Na tumefurahi msikilizaji kukuelimisha, kukuburudisha na pia kukufahamisha siku ya leo, studioni ikiwa ni mimi Mwalimu Koech Dibunayo, ukipenda niite mtoto wa Mungu, na nani? Na mimi Ochieng Clinton, na kila siku tunasema asijua ngeli haijui Kiswahili. Hivyo basi tungependa tu kutia tamati hapo kufikia sasa, na angalau tupatane tena Jumamosi ijayo mida na wasaa kama wa leo, na muwe na wikendi njema yenye fanaka.
Pia hawa watu na ningependa kuambia watu kesho waende kanisani. Walau ni jambo la maana sana. Jambo la Kumbuka maana. lazima tumweke Jazila mbele, manake kama sio yeye hatuwezi tukawa hivi tulivyo. Ningependa hata kuachia neno moja, iko kwenye kitabu cha Deuteronomy chapter 3 verse 1. Soma hapo msikilizaji, alafu tupatane wiki ijayo ukiniambia je, andiko hilo limesema nini. Kwa heri. Kwa heri ya kuonana.